ati niarekerire mewani dimaugire arenda kuhana ati ni gugutukia. Praise the Lord. Hello. Are you there in the book of Luke chapter 10? If Luke, you tell people Luke chapter 10, they automatically, most of them knows what the greatest message there. Luka mtakatifu mlango wa 10. Verses 25. Mstari wa 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu, akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati, wasomaje? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. 28. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. And by chance came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed on by the other side. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alimpita kando. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by the other side. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona, akapita kando. But lakini a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. And went to him and bowed him, his wounds pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him on an inn, and took care of him. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. And on the morrow when he had departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Father, we bless you, Lord. Baba, tukubariki.
come again. Njoo tena. Speak from this text afresh. Nena kutoka kwenye ujumbe huu upya. We have heard from childhood. Tumeusikia kutoka utotoni. But God speaks to us in a special way. Lakini Bwana nena nasi kwa njia utofauti. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, I pray. Ninaomba. Can you tell a neighbor the presence of God as a stranger? The presence of God as a stranger. Uwepo wa Bwana kama mgeni. Ebu sema ndio waseme nyuma yangu kwa Kiswahili. Uwepo wa Bwana ukiwa mgeni. Bwana pewe sifa. Hallelujah. When God comes to us as a stranger, wakati Mungu anatujia kama mgeni, that is the message that I want to share with you, and you may be seated. Huo ndio ujumbe nataka kushiriki nanyi na mnaweza keti. I told you Luke was written by Luke. Niliwaambia kitabu cha Luka kiliandikwa na Luka. And Luke is one of the gospel writers who have written in a very, very, very literate way. Luka ni mojawapo ya waandishi wa habari njema ambayo imeandikwa kwa utilifu wa ndani wa kindani sana. And it was written in according to the knowledge that Luke got from Mark. Na aliandika kutokana na maarifa aliyopata kutoka kwa Mariko. Because Luka was not an apostle of Jesus. Kwa sababu Luka hakuwa mtume wake Yesu. He was not a follower of Jesus when Jesus was on earth. Hakuwa mwanafunzi wa Yesu wakati Yesu alipokuwa duniani. So when Luke is writing, kwa hivyo wakati Luka anapoandika, he wanted to convey this message to somebody who was known as Theophilus. Alipokuwa anaandika alitaka kuashiria ujumbe huu kwa mtu aliyejulikana kama mpendwa wa Mungu. So the book of Luke and the book of Acts was one book by that time. Kwa hivyo kitabu cha Luka mtakatifu na matendo ya mitume ni kitabu kimoja kwa wakati. So when we are speaking about Luke, kwa hivyo tunapozungumzia Luka, hallelujah, hallelujah, we are speaking of somebody who knew what he was writing, though he learned from Mark. Tunazungumzia mtu ambaye anajua kile alichokuwa anaandika ilhali alisoma kutoka kwa Mariko. And Luke was a student of Mark and Paul. Luka alikuwa mwanafunzi wake Mariko na mtume Paulo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And now this time around in the book of Luke chapter 10. Na kwa hivyo wakati katika kitabu cha Luka mtakatifu 10. Because many of the followers and the people who were walking with Luke were learned people. Kwa sababu watu waliotembea na walikaa na Luka walikuwa watu walikuwa wamesoma. They were men who wanted to have a company with him because of his education. Ni watu ambao walipenda kukaa naye, kushiriki naye kwa sababu ya masomo yake. Bearing in mind that Luke was a physician or a doctor. Ukiweka kwenye mawazo ya kwamba Luka alikuwa daktari. So the people who were walking with him were people who have the same level with him. Kwa hivyo watu waliomkaribia, walimfuata, walikuwa watu wenye kimo kama chake. They needed the knowledge that he had. Walihitaji maarifa aliyokuwa nayo. So he was not walking with Jesus in so many times. Kwa hivyo hakuwa anatembea na Yesu kwa mara mingi. But he was there learning about Jesus Christ. Lakini alikuwa pale akisoma kuhusu Yesu Kristo. And one time as he was walking with the lawyer. Na kwa hivyo wakati mmoja alipokuwa anatembea na wakili. The lawyer decided to ask him a question. Wakili akaamua kumuuliza swali. But the question was not just a question, it was an attempt or a test. Lile swali halikuwa swali ila tu lilikuwa ni mtego. He wanted to know because lawyers had already done the law of Moses. Alitaka kumtega kwa sababu mawakili walikuwa wamefanya sheria ama Torati. So he knew about what he was asking. Kwa hivyo alijua kile alichokuwa anauliza. And there is nothing dangerous like somebody who knows what he is asking you a question. Na hakuna kitu hatari kama mtu anayeuliza swali ambayo ako na uarifu
maarifa ama ujuzi, And na he anauliza, asked Jesus, what can I do to inherit the kingdom of God? anamuuliza Yesu, nitafanya nini ili nikauweze kurithi ufalme wa Mungu? And thank God, because when he was there, this is what I want you to understand, people. Na wakati alipokuwa anauliza, na hili ndilo ningependa ukaweze kushika, that he wanted to prove to the people that he is a good lawyer when he comes to Jesus. Na alitaka kuashiria kwa watu ya kwamba yeye ni wakili aliye mzuri kwenye umati. So when he is walking with these people, he knew that these people can ask questions that maybe cannot be answered by normal people. Kwa hivyo alipokuwa anatembea na hawa watu, alijua kwamba anatembea na watu ambao wanaweza uliza swali ambao mwanadamu wa kawaida hawezi. So this lawyer went to Jesus, who was now the person that every person was looking at. Kwa hivyo huyu wakili akamwendea Yesu ambaye kila mmoja alikuwa anamtazamia. And the Bible says he wanted to understand how he can be able to inherit the kingdom of God. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba alitaka kujua jinsi anaweza urithi ufalme wa mbinguni. But because Jesus knew that the lawyer had done the law, na Yesu kwa sababu alijua kwamba huyu wakili amefanya sheria, the Bible says he told them, the way you have read, Yesu akamjibu, vile umesoma, because it is written in that law. Kwa sababu imeandikwa katika Torati. And another person that Jesus that was walking with people of his type, na wakati Yesu alikuwa anatembea na watu wenye another person that was walking with his type, na kulikuwa na mtu mwingine alikuwa kama huyu. Matthew was walking with the people of his type. Mathayo alitembea na watu wa kiwango chake. Because Matthew was a person of money and business, he was walking with the business people. Kwa sababu Mathayo alikuwa mtu alikuwa mweka hazina, ama alikuwa mfanya biashara, alitembea na wafanyi biashara. So every time you see people asking questions, they were in that category with the person who has written. Kwa hivyo ukiona watu wanaouliza maswali, wako katika kipimo kimoja na yule mtu ambaye wanatembea naye. But we thank God, he said himself he knew what is written. Namshukuru Mungu kwa maana yeye mwenyewe anasema anajua kile kimeandikwa. The lawyer knew what was written. Wakili alijua kile kimeandikwa. And he answered and said, thou shalt love the Lord your God with all your heart. Na akajibu akasema, utampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, with all your soul, na pia na nafsi yako, with all your strength, na nguvu zako, with all your mind, na mawazo yako. And number 2, na la pili, you must love your neighbor as you love yourself. Na pia umpende jirani kama unavyojipenda. Somebody say hallelujah. Tuaseme hallelujah. Nataka msikilize. Mnasikiliza? 10 commandments, Yesu alipokuja ziligawanyizwa zikawa gapi? Mutarakiroro na inyo ugai. Zilichejiwa zikawa, zilifupishwa zikawa gapi? Zikawa 2. Na niliwaambia kwa sababu sasa ni vizuri kujua, Bwana pewe sifa. Niliwaambia hivi, Old Testament inaitwa the first table. Ugai ugua. Old Testament inaitwa nayo New Testament inaitwa nini? Haya, tuende sasa. Katika those first table, New Testament and the Old Testament, kuna zile sasa katika sheria, the 10 commandments, pia zimegawanyishwa the same. The first 4 zinaitwa the first what? Ni mukai mutararia niki. The first table. Na sio zingine kutoka 6 hadi 10 zinaitwa the second table. Mnasikia? Na ni vizuri kuelewa hivyo. So, when Jesus said, love the Lord your God with all your heart, first table, tulisema ni man to God. Semeni tena. Gai mutiraria wega. Man to God. The first 4 commandments, it is man to God. Zile sheria, love the Lord your God.
Amen. Usiwe na miungu mingine. Ni binadamu kwa nani? Lakini Kutoka 5 hadi 10, it is man to man. Mwambie aliye karibu na wewe, ni man to what? Hivyo ndivyo the amri 10 zimegawanyishwa. Man to man. Ndio Yesu alipokuja, now he comes with this gospel. 10 commandments divided into love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Unaona, hiyo ni man to God. And love your neighbor as you love yourself. Bwana pewe sifa. Usifanyie neighbor yako mabaya. Can we continue now? So this man knew about that. Kwa hivyo huyu mwanasheria alijua kuhusu haya. But Jesus, as he continued to argue with him, na Yesu alipoendelea kuzungumza naye, Jesus told him that there was a certain man. Yesu akamjibu akamwambia kulikuwepo mtu mmoja. And this certain man was coming from Jerusalem to Jericho. Na huyu mtu mmoja alitoka Yerusalemu akienenda Yeriko. But when he was going to Jericho, between Jericho and Jerusalem, alipokuwa akienenda Yeriko, kati ya Yeriko na Yerusalemu, the Bible says that he met with thieves. Biblia inasema akapatana na wanyang'anyaji, who stripped him of his raiment or clothes, waliomvua mavazi yake. And the Bible says they wounded him. Na Biblia inasema wakamweka jeraha. But when they wounded him, they left him half dead. Walimwacha na majeraha akiwa subra afe. And I want you to write, if you are writing, people of God, ningependa uandike kama unaandika watu wa Mungu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, that this man who was beaten is me. Ya kwamba mtu huyu aliyepigwa ni mimi. Ya kwamba mtu aliyepigwa ni mimi. Amen. The person who was wounded is me. Mtu aliyejeruhiwa ni mimi. The person who was beaten and running away from God is me. Mtu aliyepigwa na alikuwa anamtorokea Mungu ni mimi. This person who was coming or flowing from Jerusalem to Jericho is Bishop Wu. Mtu aliyekuwa anatoka Yerusalemu akienenda Yeriko ni mimi Dan. It is Jenga. Ni wewe Jenga. It is the other person who is seated here. Ni yule mtu mwingine ambaye ameketi hapa. Tell your neighbor, this person who is coming from Jerusalem to Jericho is me. Mwambie jirani, mtu ambaye anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko ni mimi. This person who is going down and was beaten, it is nobody else, it is us. Mtu aliyekuwa anateremka chini na akapigwa sio mwingine, ni sisi. And I thank God, people of God, namshukuru Mungu, watu wa Mungu, that I am the person who turned back to Jerusalem. Ya kwamba ni mimi niliyegeukia mji wa Yerusalemu. It is me who turned back to God. Ni mimi niliyemrejea Mungu. It is me who turned my back to the presence of God. Ni mimi niliyeonyesha uwepo wa Mungu mgongo. It is me who turned his back to the greatness of God. Ni mimi niliyeuwekea mgongo kuu wa Mungu. Because the person was leaving Jerusalem. Kwa sababu huyu mtu alikuwa anatoka Yerusalemu. I told you Jerusalem stands for the presence of God. Niliwaambia kwamba Yerusalemu inasimamia uwepo wa Mungu. A place of peace. Mahala pa amani. The place of peace is Jerusalem. Mahala pa amani ni Yerusalemu. And I, Bishop Wu, na mimi Askofu Wu, with all my sins and my iniquities, na dhambi na uovu wangu, I left Jerusalem. Nikaondoka nikaacha Yerusalemu. And the Bible says this man was going down to Jericho. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa anashuka kwenda Yeriko. Jericho was so down next to the sea. Yeriko ilikuwa mahala pa chini karibu na bahari. And the highest point at that time is Jerusalem even today. Na mahala palipokuwa juu hadi wa leo ni Yerusalemu. It is 2700 miles above Jericho. Ni zaidi ya 2700 juu ya Yeriko. Hallelujah, somebody say amen. Tuseme amina. So the Jerusalem is so much high. Kwa hivyo Yerusalemu iko mahala pa juu sana. Praise the name of the Lord. Jina la Mungu
Mungu litukuzwe. And this is what I have done and you have Na done. hivyo ndivyo umefanya na nimefanya. We have left our highest place of blessing. Tumeondoka mahala petu pa juu pa baraka. We have left Jerusalem and going to the lowest part of the earth. Tumeondoka Yerusalemu tukenda mahala pa chini pa dunia hii. The place of sinning and the place of destruction. Mahala pa kufanya dhambi na uharibifu. And we have done that as a people. Na tumefanya hilo kama wanadamu. The Bible says as he said a certain man Biblia inasema mtu mmoja is coming from Jerusalem to Jericho. anatoka Yerusalemu akienda I Yeriko. want to tell you, people of God, Nataka niwaambie watu wa Mungu, nobody here was planned to be destroyed. hakuna yeyote aliyepangiwa aangamizwe. Nobody was planned to be under a curse. Hakuna yeyote alipangiwa awe chini We ya were all counted for a blessing. sote tulihesabiwa kuwa wabarikiwa. Atwari othe moi matareirwo kirathimo. Can you lift up your hands? Watu wote wanaojua walihesabiwa kuwa barikiwa wainue I am mkono. counted for a blessing. Nimehesabiwa kuwa wa My baraka. sister, you are accounted for a blessing. Dada yangu umehesabiwa kuwa wa I am baraka. counted for the presence of God. Nimehesabiwa kwenye uwepo wake I Mungu. am counted and created for peace. Nimehesabiwa na nikaumbwa nipate amani. We were counted to live a good life. Tulihesabiwa tuishi maisha mema. That's why God put man into the Garden of Eden. Kwa sababu Mungu akamweka mwanadamu kwenye Your portion is the blessing of God. mahala pako, nafasi yako ni baraka ya Your Mungu. portion is not a curse. Nafasi yako si laana. Your portion is not to be destroyed. Nafasi yako si kuharibiwa. Hallelujah. Haleluya. Your portion is the blessing of God. Nafasi yako ni baraka ya Mungu. If you believe it today, Kama unaamini leo. hallelujah. Haleluya. God wanted me to live a holy life. Mungu alitaka niishi maisha matakatifu. God wanted me to live a blessed life. Mungu alitaka niishi maisha yamebarikiwa. God is counting me Mungu ananihesabu to have my portion for the blessing. iwe na nafasi yangu ya God baraka. is counting on you Mungu anakuhesabu nawe to be a partaker of the blessing. uwe mshiriki wa baraka. If you believe it today, Kama unaamini leo, you will not believe a curses over your life. hautaamini laana juu ya maisha yako. But the Bible says Lakini Biblia inasema the man who was put into Jerusalem, kwamba mtu aliyewekwa the Yerusalemu, person who was counted for peace, aliyehesabiwa wa the amani, person who was counted for a blessing, aliyehesabiwa kuwa the mbarikiwa, person who was counted to enjoy, aliyehesabiwa furahie, he left all that. akaacha yote He yale, left everything. akaacha yote, He left the presence of God. akaacha uwepo wa Bwana, He left the glory of God. akaacha utukufu wa He Mungu, left the anointing of God. akaacha upako wa And he Mungu started going to Jericho. na akaanza kwenda Yeriko. If you don't know, Kama the haujui, most cursed city is Jericho. mahala ambapo pamelaaniwa sana ni Yeriko. In fact, the Bible says whoever will build Jericho will be under a curse. Biblia inasema atakayeujenga mji wa Yeriko ako chini ya laana. And it happened, somebody tried to build it. Na ikafanyika mtu akajaribu kuujenga. And the Bible says he died under a curse. Biblia inasema akafa chini ya And the laana. man Na yule mtu is coming from the place of blessing anatoka mahala pa baraka and is going to the place of the curse. na anaenda mahala pa laana. What kind of stupidity and foolishness is that? Ni ujinga na upumbavu wa aina gani huu? Hallelujah. Haleluya. We have done like that. Tumefanya vile vile. That's what I have done. Hivyo ndivyo And nimefanya. that is what you have Na done. hivyo ndivyo umefanya. That is what we have done. Hivyo ndivyo tumefanya. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Because man has lived in sin. Kwa sababu mwanadamu ameishi katika And dhambi. many times we serve people Na mara mingi tunaangamia wapendwa because of the decision that we make kwa sababu ya hatua tunazochukua of living God, ya kumwacha Mungu, living Jesus Christ, kuacha Yesu Kristo, thinking that the world can save us. tukidhania kwamba dunia itatuokoa. Amen.
Amen. I want to tell you as I stand on this altar. Nataka niwaambie kama nimesimama kwenye haya madhabahu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Living God for the world. Ukimwacha Mungu ende kwenye dunia, you will cry, utalia, and your eyes will ever be full of tears. Na macho yako yataishi kuwa na machozi. Be in the kingdom. Kuwa kwenye ufalme. Be in the kingdom. Kuwa kwenye ufalme. Be in the kingdom. Kuwa kwenye ufalme. Kuria jagotire thayu. Huko nje hakuna amani. There is no peace outside the kingdom of God. Hakuna amani nje ufalme wa Mungu. Ask the bus riders. Uliza ambao wamerudi nyuma. Ask the alcoholists. Uliza walio walevi. Ask the thieves. Uliza wezi. They will tell you the truth. Watakwambia ukweli. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, I want to speak about 3 people again from there. Nataka nizungumzie watu watatu kutoka pale. I want to speak of a thief. Nataka nizungumzie mwizi. Tell your neighbor a thief. Mwambie jirani mwizi. Hallelujah. Hallelujah. A thief believes that what is yours is me and I gonna take it from you. Mwizi anaamini kile ulicho nacho ni changu na nitachukua. Can you repeat that? Mwizi anaamini ulicho nacho ni changu na nitachukua. Listen, people of God. Sikiza wapendwa wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That as I speak about a thief, ninapozungumzia kuhusu mwizi, the Bible says that when this man was going, Biblia inasema wakati huyu mtu alipokuwa nenenda, he met with thieves. Akakutana na wezi. A thief knows that this thing is for you. Mwizi anajua hiki kitu ni chako. And he knows that this blessing is yours. Na anajua hii baraka ni yako. The thief knows that the presence of God is yours. Mwizi anajua uwepo wa Mungu ni wako. The thief knows that the greatness of God belongs to you. Mwizi anajua kwamba ukuu wa Mungu ni wako. But this is the purpose of the thief. Lakini hii ndiyo makusudi ya mwizi. He says, I know it belongs to you. Anasema najua ni yako. But I will take it to be mine. Lakini nitachukua iwe yangu. Hallelujah. Hallelujah. Kiweshiragia nego wako. Kwa mahala unapodhania ni kwako. Nitaichukua. Au teki. And I will make it to be mine. Na nitaifanya iwe yangu. And the Bible says he met with robbers and thieves. Na Biblia inasema kwamba akakutana na wezi na wanyang'anyaji. And brethren, this is what the devil has done. Na wapendwa, hivi ndivyo shetani amefanya. The people who listens, please, you can listen today. Watu ambao husikiza mnaweza sikiza leo. It is the work of the thief. Ni kazi ya mwizi. The Bible says in the book of John chapter 10 verses 10. Biblia inasema katika Yohana 10:10. The thief comes not but to steal, to kill and to destroy. Mwizi huja ili aibe, aharibu na angamize. And the thief knows what belongs to you. Na mwizi anajua kilicho chako. He knows the prosperity of God belongs to you. Anajua kuenea kwako ni kwako. He knows the power of God belongs to you. Anajua nguvu zake Mungu ni zako. He knows the blessings of God belongs to you. Anajua baraka za Mungu ni zako. And now this is the work of the enemy. It is to get that thing out of that belongs to you, out of you. Na anajua ya kwamba na anakuja na ili achukue kilicho chako na ananichukua. And I want to tell you, people of God, ninataka niwaambie watu, we have so many people in the church today kuna watu wengi hapa kanisa who have nothing, ambao hawana that chochote, has been taken by the thief from their hands. na imechukuliwa na mwizi kutoka mioyoni mwao. May God have mercy on us. Na Mungu atuhurumie. Tell your neighbor, the thief Mwambie jirani mwizi has been at the basin of stealing the blessings of God from you. amekuwa kwenye biashara ya kuiba baraka za Mungu kutoka kwako. Na Mungu wetu atusaidie In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. The thief is working day and night Mwizi anafanya kazi usiku to na make mchana sure you will never enjoy the blessings of God. kufanya ya kwamba na kuhakikisha utafurahia baraka za Mungu. And that is what is happening in the people of God. Na hivyo ndivyo inavyofanyika kwenye watu wa And I Mungu. curse the work of the thief this afternoon. Na ninalaani kazi ya mwizi ya I jioni ya bring leo. down the work of the thief from my life and your life in the name of Jesus Christ. Naleta chini kazi ya mwizi katika maisha yako. The thief comes to kill, to steal and to destroy. Mwizi huja kuua, kuharibu na I kuangamiza. say you shall not be destroyed by the thief. Ninatangaza hautaharibiwa na mwizi. Nitarego ninwa ni goma veine ware tuari ya
Yesu. Hautaangamizwa na mapepo katika jina la I Yesu. refuse with you, my people, in the name of the Lord Ninakataa God. pamoja nanyi katika jina la Mungu. Alcoholism will not take you back to the devil. Ulevi hautakupeleka kwenye mwizi. Drugs will not take you out of the kingdom of God. Dawa hayatakutoa kwenye I ufalme. say sin will not set you out of the kingdom of Dhambi God. haitakuondoa kwenye uwepo wake In Mungu. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. The Bible says that when they fought him, Biblia inasema when walipomchapa, they beat him, walipompiga, they wounded him. wakamjeruhi. And I want to tell you people Nataka niwaambie that many people in the church are so much wounded ya kwamba by the thief. watu wengi kanisani wamejeruhiwa na They are adui. so much wounded Wamejeruhiwa na shetani by the devil. na shetani, And they are left half dead. na wameachwa nusu kufa. And God was telling me that many people are fed up with God. Na Mungu alikuwa ananiambia kwamba watu wengi wamechoshwa na Mungu Because of how the devil has done to their lives. kwa sababu ya vile adui amefanya maishani mwao. But who left the presence of God? Lakini ni nani aliyeuacha uwepo wa Mungu? Who stole them from God? Nani aliyewaiba kutoka kwa Mungu? It is the devil himself. Ni shetani yeye mwenyewe. Adam was placed in the Garden of Eden. Adamu aliwekwa kwenye shamba la Edeni. And God gave him whatever he needed. Na Mungu alimpatia chochote kile He gave alichohitaji. him animals to eat. Aliwapa wanyama He wakale. gave him a garden to build, to get fruit from. Akawapa shamba wakapate matunda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. But listen, people. Lakini sikiza Listen, watu wa Mungu. people of God. Sikiza watu wa Mungu. Adam was told, please get out of the presence of God. Get out of Eden. Your God is a liar. Adamu akaambiwa kwamba toka kwenye shamba, ondoka kwenye uwepo, Mungu wako ni muongo. That is how the devil works. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya The kazi. devil is working in the church. Shetani anafanya kazi He is kanisani. lying to the people of God. Anawadanganya watu wa Mungu. I want you to start stopping believing a lie. Nataka uache kuamini uongo. Stop believing a lie. Acha kuamini uongo. Can you tell your neighbor the thief takes what is yours and makes it to be his? Mwambie jirani ya kwamba mwizi huchukua kilicho chako anafanya kiwe chake. Number 2, we have the priest and the Levite. Na pili, tuko na kuhani na Mlawi. And the Bible says that when this man was left dead, Biblia inasema mtu huyu alipoachwa nusu kufa, the priest came kuhani akaja and saw the person na akamwona huyu mzee lying dead. kama amelala amekufa. And the Bible says this man was a Hebrew, Biblia inasema kwamba mtu huyu alikuwa Mwibrania because he is an Israelite. kwa sababu yeye ni mwana And Israeli the priest is an Israelite. na kuhani ni The Bible Mwibrania. says that when he saw him, he left. Biblia inasema alipomwona akaondoka, And the Levite came, and when he saw him, he also left. na Mlawi akaja na alipomwona akaondoka. But listen, people of God, Lakini sikiza wapendwa wa in the Mungu, name of Jesus, katika jina la Yesu, Levite is the spirit that says, what I have is mine, and I have to keep it for myself. Walawi ni roho ambayo inayosema nilicho nacho ni changu, lazima nijihifadhie. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu Are asifiwe. you getting what I'm telling you, people? And this is the spirit that has been in the church. Na hii ndio roho imekuwa kanisani. Na gayaga koigwira kanithatha, we will be asked. Na Mungu asipolihurumia kanisa If we tutaulizwa. are not going to change, Kama hatutabadilika, the church has been saying, this is mine and I'll keep it for myself. kanisa limekuwa likisema hiki ni changu na nitahifadhi. Let me tell you, Wacha niwaambie, there is somebody here kuna mtu hapa that whose brothers are dying ya kwamba ndugu zake and wanaangamia have never told them about the love of Christ. na hajawahi waambia upendo wake. The sisters are dying in his sin.
Dada zake wanaangamia kwenye dhambi. But I've never told them about the love of Christ. Lakini hajawahi waambia It kuhusu is the upendo wa spirit Kristo. of a Levite. Ni roho ya Mlawi. Bwana pewe sifa. Praise the Lord. Church of Exodus. Kanisa la Exodus. I want to ask you this question. Nataka niwaulize hili swali. Will we continue to have the spirit of a Levite and a priest? Tutaendelea kuwa na roho ya kuhani na Mlawi? What is mine is mine. Kilicho changu ni changu. Salvation is mine and mine. Wokovu ni wangu na ni wangu. Holy Ghost is mine and mine. Roho Mtakatifu ni wangu na And ni I'll wangu. keep it for myself. Na nitajiwekea mimi mwenyewe. And the world is dying in its sin. Na dunia inaangamia kwenye dhambi. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Brethren, when will you bring one person into the kingdom of God? Pendwa, unapoleta mtu mmoja kwenye ufalme wa When Mungu, will you bring? utaleta mtu mmoja lini kanisani? When not concerned in the kingdom of God. Utaleta mtu mmoja lini kwenye ufalme wa Mungu? The problem is we keep it. Shida ni ya kwamba You tunajiwekea. are keeping it for yourself. Unajiwekea mwenyewe. Ngai arokuiguĩra tha. Mungu akuhurumie. Amen. Let me tell you. Wacha If you niwaambie, are baptized in the Holy Ghost, kama umebatizwa na Roho Mtakatifu, it is not for your own. sio wako peke yako. We must destroy the spirit of Levite and the spirit of priest, the spirit of selfishness. Ni lazima tuubomoe na kuangusha roho ya Mlawi na ya ukuhani. Lazima roho ya kujipenda kibinafsi tuiangamize. Can you stand on your feet? Naweza simama. Can you stand on your feet in Jesus' name? Mama kwenye miguu yako. Hallelujah. To your neighbor, I want you to tell your neighbor the spirit of selfishness, the spirit of a Levite and a priest gonna be destroyed in your life. Nimaigwa Ngai. Nasikia In Jesus' name. roho ya Bwana pewe ubinafsi. sifa. Hear me, people of God. Nisikize Hear wapendwa. me, people of God. Nisikize watu wa Mungu. The Levite represents the rules. Mlawi anasimamia sheria. You get Unapata? that if you are a Levite, you are not supposed to go near a wounded and a dead person. Kama wewe ni Mlawi haustahili kukaribia mtu ambaye ameumizwa. And so this person is lying there. Kwa hivyo huyu mtu amelala hapa. But because of the rules of the Israelites, Lakini kwa sababu ya sheria ya wana wa Israeli, then don't go near. kwa hivyo usimkaribie. So the people are dying Kwa hivyo watu wanakufa because of the rules. kwa sababu ya sheria. More than Yarogoshwo. Praise the Lord. People are getting perished. Watu wanaangamia. They are perishing in sin Wanaangamia kwenye dhambi because of the rules. kwa sababu ya sheria. Hallelujah. Hallelujah. No nginya kũbangwo muno Lazima ipangwe sana nigetha kũgĩe na crusade. ili kuwe na ibada ya nje. The rules Sheria and people are dying there. na watu wanaangamia I pale. want to urge you, people of God, Nataka niwahimize in wapendwa Jesus' name, katika jina la let Yesu. us destroy the spirit of a Levite Wacha tuangamize roho so that we may go to the sinner ili tukamwendee mwenye dhambi in Jesus' name. katika jina la Yesu. And the priest stands or represents the rituals. Na kuhani anasimamia kafara Kafara ama madhabahu. ama madhabahu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. That I must go to the altar first before I go to this person die. Ya kwamba lazima nifike kwenye madhabahu kabla nimfikia naye I kufa. must go and put on the priestly garment first, Lazima nienende nivae mavazi ya so that ukuhani I may be able to offer a ili sacrifice. niweze kutoa dhabihu. Let me tell you, people, Wacha niwaambie watu, we don't need an anointing oil hatuhitaji mafuta for the salvation of people to come to their lives. ili upako ili wokovu wa watu We don't need other rituals. hatuhitaji kafara zingine. Hallelujah. Can you say hallelujah? Sema haleluya. Can you say hallelujah? Sema haleluya. We don't need the rituals to save our people. Hatuhitaji kafara kuokoa watu wetu. And we must change our people Lazima tubadilike in Jesus' name. katika jina la Yesu. Let me tell you, you don't need a tie for somebody to give his life to Jesus. Hauhitaji kujinyonga tai ili mtu apayane maisha yake kwa You Kristo. don't need a bishop
Hauhitaji askofu. For you to preach somebody and pray for that person to go to the kingdom of God, Kumwambia, to receive Christ as a savior. Kuombea mtu ili aokoke na akaweze kupokelewa katika ufalme wa Mungu. Somebody needs a gospel from you. Mtu anahitaji injili kutoka kwangu. You received the gospel because somebody preached it to you. You may be seated. Ulipokea injili kwa sababu mtu alikuhubiria. Yes, you received it because somebody came. Ulipokea kwa sababu kuna mtu aliyekukujia. And listen, people of God. Na usikize watu wa Mungu. What are we doing, people of God? People are dying in sin. Watu wanaangamia kwenye dhambi. And we are speaking of a harvest. Na tunazungumzia kuhusu. But the spirit of a Levite and the spirit of a priest, lakini roho ya ukuhani na ya Mlawi cannot allow us haiwezi to turuhusu save our people from hell. kuokoa watu wetu kutoka uharibifu. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Na rikorwo mwaka uyu inaweza kuwa mwaka huu Ngai aguteithie honokie mundu umwe. Mungu akusaidie uokoe mtu mmoja. Agikorwo ni uritha, kama una huruma, thie honokie mundu urakua njohi-ini. enda uokoe mtu anayeokoa The katika only thing we have is to blame them. Kitu tulicho nacho ni blame them. Ugakuwa blame. kuwadhihaki. Amen. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Turaiga megukwira njohi-ini. Tunasema hawa watakupia megukwira umaraya-ini. Wataangamia kwenye umalaya. Can we go out and save our people? Tunaweza enda nje Tell your neighbor, let's go out and save our people. Pia jirani, twende nje tuokoe watu wetu. Ngai witoro tuteithie. I don't know, brethren, we are left with a church yaragia horo wa makari tu. Tumeachwa na kanisa linalozungumzia kuhusu magari pekee. Kanitha tunagaragia horo wa pesa kutonga. Kanisa linazungumzia kuhusu pesa na kutajirika. Kanitha turaga waragia uri andu meguthie America. Kanisa linaishi kuzungumzia vile watu watenenda Amerika. Ati injili ria nene tungihunjia ni America. Injili kubwa tutahubiri ni ya Marekani. Who said America is heaven? Nani alisema Marekani ni mbinguni? Which country has so many homosexuals than America? Ni taifa gani liko na watu wengi ambao ni mashoga kama Marekani? And this is the place that people are speaking about going. Na hapa ndipo mahala watu wanazungumzia kuenenda. Amen. Amen. Hallelujah. Ndukaigwa mundu akirathirwo ni guthie Tanzania. Hauwezi sikia mtu akitabiriwa ataenda jirani Tanzania. Kana Uganda. Ama nchi ya Uganda. Uraigwa mundu urathirwo ni guthie Somali. Hakuna. Haigwa kwe pesa. We must now start having the heart of men. Lazima tuanze kuwa na mioyo kwa sababu ya nafsi. Terose haku nawe tabia kugia na ngoro ya andu. Mwambie jirani anza kupata moyo. Ai mwere we. Anza kuwa na roho ya nani? Ya watu wa Mungu. Na mimi watu wa Mungu, I don't know what we are going to do. Because we must save people. Lazima tuokoe watu. And that is why I'm preaching it to you. Na ndio maana nakuhubiria. Bwana pewe sifa. Semeni amen. Sema amina. Semeni amen. Sema amina. And these people, na hawa watu, hallelujah, they went with the rituals. They went with the rules. Walienda na tabia na mitindo na desturi na sheria. Sheria haziwezi okoa watu. Tradition will never save anybody. Mitindo na desturi hazitaokoa yeyote. Hallelujah. And we have the third person that is known as the Samaritan. Na tuna mtu wa tatu anayejulikana Msamaria. I told you represents that Levite represents what? Nimewaambia Mlawi anasimamia nini? The rules. And the priest stands for what? Represents what? The rituals. But listen. Lakini sikiza. That the Samaritan represents the rejected. Msamaria anasimamia aliyekataliwa. Bwana pewe sifa. The person rejected. Yule mtu aliyekataliwa. Nobody. Hakuna yeyote. Kabu. Ingia kwa kanisa haraka. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. Listen, people of God. Sikiza wapendwa wa Mungu. That
the Samaritan woman, the Samaritan person, the Bible does not say the good Samaritan. The Bible says and a certain Samaritan. Na huyu Msamaria, Biblia isemi Msamaria mwema, inasema mtu mmoja Msamaria. And we need to differentiate with what people says. Na tunahitaji kutofautisha kile watu wanasema. Yes, the Samaritan was good. Ndiyo, Msamaria alikuwa mwema. But the Bible speaks and a certain Samaritan. Lakini Biblia inazungumzia kuhusu Msamaria mmoja. The other people left this man. Watu hao wengine wote walimwacha huyu mtu. The person known as the Samaritan was rejected by the society. Mtu aliyejulikana kama Msamaria alikataliwa na watu. Now sikizeni. Listen. Mnasikiliza? Kama unasikiliza inua mkono wako. Nimeona mnasikiliza. Niliwaambia mnasikiliza? Sasa nurathikiriria. Ukiona watu wanaitwa wa Samaria, wakati wana wa Israeli walitekwa nyara wakaenda wapi? Wakaenda Babylon. Kuna watu hawakutekwa nyara ambao walikuwa ni vipofu, bubu, viziwi, viwete. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa na kasoro with disability hagetekwa nyara, ilikuwa ni tabu. Sawa? So wale wengine wazima waliachwa, walienda, lakini hawa wakafanya nini? Lakini sikizeni, hawa ambao waliachwa wakawa hawana watu wa kuoa, hakuna wasichana wa kuoa. So taifa za nje ambao hawakuwa Wayahudi wa Israeli wakaja wakaoana na nani? Na hawa. Being disabled does not mean utazaa mtoto disabled. Sawa? So wakazaa watu ambao walikuwa nani? Wazima. Now wana wa Israeli waliporudi wapi? Kutoka Babylon after 70 years, wakakuta kuna watu walizaliwa na wale disabled people ambao waliacha, na walizana nani? Na mataifa ya nje. Those people ndio waliitwa nani? The Samaritans. Ni mnasikia? Na kwa hivyo waliishi wakiwa nani? Jina Samaritan ni jina ingine inamaanisha mbwa. Ni mwaigwera damwira? Dogs. Dogs. So these people ambao walirudi kutoka Babylon, ambao wana wa Israeli ambao walikuja na wakakuta hawa, they said these people are dogs because dogs were rejected animals. Kwa sababu mbwa alikuwa mnyama aliyekataliwa. So the person coming, kwa hivyo mtu anayekuja to save somebody dying, kumwokoa mtu anayekufa, is a rejected person. Ni mtu aliyekataliwa. Is a person who is not accepted. Ni mtu ambaye hajakubalika. Hallelujah. Hallelujah. Ni mwanyitoria deroiga. Nilipata ninavyosema. Oyo niwe wa muhonokirie. Huyu ndiye aliyemuokoa. Oyo niwe wa muoire na igoro. Huyu ndiye aliyemchukua juu. Oyo niwe wa cenjiria muturire wake. Huyu ndiye aliyebadilisha maisha yake. Oyo niwe wagiriria kue. Huyu ndiye aliyefanya asife. Okorwo ni urajigwa uga hallelujah. Kama unanisikia sema hallelujah. Do you know who saved the man? Unajua ni nani aliyemuokoa? He is the rejected person. Ni yule mtu aliyekataliwa. The Bible says, Biblia inasema, John chapter 1 Yohana 1 verses 11, mstari wa 11, he came to his own. aliwajia walio wake. Jesus came to his own. Yesu alikuja kwa wake. They rejected him. Walimkataa. They refused him. Walimkataa. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible says, Lakini Biblia inasema, they that received him, waliompokelea, he gave them the power aliwapatia to mamlaka become wafanyike the children of God. wana wa Mungu. I am a child of God Mimi ni mtoto wa Mungu because of the rejected person. kwa sababu ya yule I aliyekataliwa. am a son of God Mimi ni mwana wa Mungu because of the blood kwa sababu ya of damu a rejected ya Jesus. yule Yesu I aliyekataliwa. am the way I am today Kwa nilivyo leo because
of Jesus, kwa sababu ya Yesu who was rejected. aliyekataliwa. Hallelujah. 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 At the Caiaphas praise. Mahala pale Kalvari, At the Pilate's mahala praise. pa Pilato, The Bible says, Biblia inasema when the thief was brought, wakati mwizi aliletwa who was called Barnabas, aliyejulikana the Barnabas, Bible says Biblia inasema the whole community umati wa watu wote at Rome, pale Roma they said, wakasema, release achilia Barnabas, Barnabas, crucify surubishe Jesus. Yesu. They rejected Walimkataa Jesus. Yesu, They said, wakasema we need Barnabas. tunahitaji But the Barnabas, ones they rejected, lakini waliyemkataa, the ones they rejected, waliyemkataa is the Savior of the world, ndiye mwokozi wa ulimwengu, is the Redeemer of the ndiye nations, mkombozi wa is the mataifa, Savior of Bishop. ndiye mkombozi wa Seketereba. Somebody who lifted me up Yule aliyeniinua is none other sio mwingine but the rejected Savior, yule the aliyekataliwa, rejected Samaritan. yule Msamaria Is your aliyekataliwa, Savior, ndiye mwokozi, is your deliverer, ndiye mkombozi, is your Redeemer, ndiye mkombozi, is your conqueror. ndiye Can we aliyekufanya. shout? Hateriba. Hallelujah. Let me tell you, Acha niwaambie, it is the presence of God ni uwepo wake Mungu. in a stranger. Ikiwa na mgeni, The somebody rejected. yule aliyekataliwa, He is not recognized. hajulikani, He is not known. hajulikani. That is our Savior. Huyo ndiye Usione mwokozi, muhonokia wako. ndiye mwokozi Usione wako, wagwetire. ndiye Do aliyekuita. you know who is your healer? Unajua nani mponyaji It is wako? not Bishop Bull. Sio askofu It tu, is the rejected Savior. yule The aliyekataliwa, rejected Jesus. Yesu Do you aliyekataliwa. know who will give you a promotion? Unajua nani It's atakayekuinua? not a prophet from somewhere. Sio nabii kutoka It's mahala, not an apostle from Nigeria. sio mtume kutoka It's Nigeria, not a teacher from Nakuru. sio mwalimu kutoka It's Nakuru, not a prophet from Nairobi. sio nabii It kutoka is the Nairobi. rejected Jesus. Ni yule Yesu aliyekataliwa. Amen. He lifted me. Aliniinua, He lifted me. aliniinua, He lifted me. aliniinua. When I was dying, Nilipokuwa He nakufa lifted you. akakuinua. When you were in sin, Wakati ulipokuwa kwenye He dhambi raised you up. alikuinua juu. Hallelujah. Haleluya. And this Samaritan came where the man was dying. Na huyu Msamaria akaja mahala huyu mtu alipokuwa anakufia. Are you following me? I want to tell you, church. Taka niwaambie kanisa, Many people, and we have also done the same, watu wengi na tumefanya vile vile, are saying what is happening that the people don't come to church. wanauliza ni nini ilifanyikia watu wanaoenenda kanisani. Let me tell you, Acha niwaambie, the certain Samaritan yule mtu mmoja Msamaria went to where I was dying. alikuja mahala nilipokuwa na kufia. It is not the person dying who came to where the Samaritan was. Sio yule aliyekuwa anakufa alimwendea Msamaria. It is the rejected Samaritan who came. Ni yule Msamaria aliyekataliwa alikuja. People will never come to church. Watu hawatawahi kuja kanisani. Sinners will never come to church Wenye dhambi hawatawahi kuja kanisani till the church goes ilhali kanisa tu ienende to where the sinner is. mahala mwenye dhambi alipo. Jokere Irudie, gutire hingo andu magoka hakuna wakati watu watakuja ginya hindiria hadi tukoya Jesu, the rejected Savior, itakapofika tutakapomchukua
kuwa Yesu aliyekataliwa, tumutwarire tumpelekee the dying sinner. yule mwenye dhambi anayefariki. That is when the church will be full. Let me tell you, believers, we have a very naughty character. Waumini tuko na tabia mbaya sana. We sit in church, tunaketi kanisani, and we pray na tunaomba that God bring people. Mungu leta watu. Ona tungithiururuka hata tuzunguke maroroi kama Jericho mara 6, no tuthire ni where lazima the sinner is. mahala mwenye dhambi alipo. Do you know where the sinner is? Do you know of one sinner? Go to the sinner. No go ni ukoragwo wi muhonoku. Tia gutinda ugitulira njaro haha. Go to the sinner. Tia gutindaga haha ukiuga ate huri maseki aribo setaraba kutukuru mazika abothi kuri mweya. Wewe toka hapo ukimaliza maombi, henda mahali mwenye dhambi alipo. Intercession without evangelizing, it is zero. It is zero. Amen. Amen. There is somebody waiting for the love of Christ. Kuna mtu ambaye anangojea upendo wake Kristo. Amen. Semeni amen. Naona muradora. Hebu tuulizane. Yesu aliwauliza Jega, kati ya huyu Msamaria ambaye ni rejected na priest ambao wako na maguo na tai na sharpshooters and worship shoes in church na wadada atheru athaka muno na wadugu very handsome, and the rejected person aliuliza, who did good? Ni nani aliyetenda mema? Andũ arĩa matũraga maikarĩire ite cia plastic rĩ, nĩ makinyire kũrĩa mathiaga rĩ, with very good churches na good dresses. Wanao keti kwenye They don't speak about the love of Christ to anybody. Hawazungumzi upendo wa Kristo kwa mtu yeyote. Hallelujah. Na mũndũ ũrĩa rejected uthiaga kũrĩ a sinner who is doing good and right. Na yule aliyekataliwa lakini anaendea wenye dhambi, nani anafanya mema na haki? Sema the rejected person. Say the rejected person. Let me tell you, kuna watu kanisani makioneka monekaga mariega muno, no ndangĩhota kwĩtĩra kamũndũ geke kahunjĩria kamũndũ geke atia kahonoke. Amen. Joyce, andũ arĩa ũtinangagĩria nyeni rĩ, how many have you told them be saved? Na maana ugani ya ni makuhonoka kama igĩra moko. Ni watu wangapi ambao? And I want to tell you people, the work of salvation is not the work of the bishop and the pastors. It is the work of everybody. Kazi ya wokovu sio kazi ya mchungaji na askofu, ni kazi ya kila mmoja. Bwana pewe sifa. Can we go out and bring the sinners in the kingdom of God? Tulete wenye dhambi katika ufalme. How many people are saying, I am ready to go out? Na ndukoe guoko to ni urona gukioywo. Akondo kiota kujiria kamuru ti gutindokyo yaku goko. If you cannot tell somebody about the love of Christ, nikyo gikaga kanitha. And do you know, let me tell you, you are saved to save others. Uliokolewa ili uokoe wengine. Amen. To your neighbor, the reason you are saved. Mwambie jirani sababu ukaokolewa. Na rikoro muthenya umwe ni ukoima. Na rikoro muthenya umwe ni ukoima thino tugiguthika to ni tugaguthikari. Tugaguthika no ni gugakorwo gwika mundu watiga kahonokire. Ikuepo kuna mtu mmoja umeacha wakati utakapoondoka tukikuzika ambaye utakuwa umeokoa. Mwathani arogocwo. Ni wangapi tulikuwa na Orang'ata? Kuna makaburi gapi? But you ask yourself, these people, all these crosses and all these graves,
Did they left somebody for Christ? Unajiuliza Lang'ata, kulikuwa na kaburi mingi, misalaba mingi, lakini swali ni hawa watu walipoondoka waliacha mtu mmoja ameokoka? Kana no gutiga matigire maciara ciana, ama ni kuacha waliacha kama wamezaa watoto, magitiga mathukia andu aria angi, magitiga maiya andu aria angi, wakaacha wameharibu na kuibia watu. Can we now change as a church? Tunaweza badilika kama kanisa. Can you say from now, sema kutoka sasa, I receive the spirit of a rejected Samaritan? Say it again. Amen. Na rĩngĩ ona ũkĩũrio thaa inyanya kũrahunjĩtio atĩa, rũciũ thaa inyanya ũngĩũrio kũrahunjĩtio atĩa, ona ndũngĩririkana, tondũ no kũndora ũrandora. Apendwa, we must change. Lazima tubadilike, lazima tubadilike. As a church we must change. Amen. Taru Martin ni urokira hau, ni urakinyia mwina maina mutirakinyire, no kwĩrwo mũndũ ũramũrehire kanitha na inyuĩ reheni mũndũ, na nĩ mũramenya mĩrebi ũrĩa ĩrakua. Amen. Yes, they are doing a good job, Bishop. Si wewe uliretwa na wewe reta. Kuna mũndũ handari no rehera kaona gata ginya kahi hata kapi ndehubiria ginya kahi nduri wahota kwirehera, no bara ni vita tu. No utidoke uria kou Bishop yagwikirite thuti njiro kai kuma na mathiko andu gũcwĩciria oro wakiri. Askofu alikuwa amevaa nguo nyeusi, kweli kulikuwa na mazishi. Hage gwikira buraindi akose kuvaa ekiro mhadu wĩciria horo woria kwina mwĩhio reka atia, badala ufikirie vile kuna mwenye. To your neighbor, somebody is getting out, is dying in his sin and I must go for him. Kuna mtu anatoka kwenye dhambi na lazima nimwende. Nari koro wakua mũrigo ũyũ umenye gĩkĩo gĩatũmire Ngai akuonoke. Ngai ndakuonokirie ũtonge. Mungu hakukuokoa utajirike. Tondũ rĩngĩ mokaga gũkũ nĩgetha atonge. Watu wengi nayo nĩ injiri ya maheni. Hiyo ni Ngai akuhonokirie ũhonokia andũ nĩgetha acoke akuoe na igũrũ. Somebody say hallelujah. Rĩu injiri ya ũmũthĩ Bishop ndarĩ na roho. Bishop ndarahũthĩrwo nĩ roho rĩ. But let me tell you, the greatest gospel that you can have is to bring a soul in the kingdom of God. Injili kubwa unaweza kuwa nayo ni kuleta mtu mmoja, nafsi moja kwenye ufalme. Don't bring two. Usilete wawili. Bring one in the kingdom. Leta mmoja katika ufalme. Bring ufalme. one in the kingdom. Leta mmoja katika ufalme. Bring one in the kingdom. Leta mmoja katika ufalme. Mutumia rehe mutumia muthamakini. Mama leta mama mmoja. Muiretu rehe muiretu uthamakini. Mwanake rehe mwanake uthamakini. Bring one. Leta mmoja. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana pewe sifa. Brother ũrĩa athire kumuri kaya athire augire kanitha yao ina athuri aigana? Atatu. Aigana? Najua alikuwa absent ni wawili. Na to nĩ acĩtĩrire wawili megũtigĩtwo na no kora cia ngĩona nĩ megwĩkĩte atĩa magũtĩrĩte tiga mũhunjia megũtĩrĩte. Can we go for souls? Naweza endea nafsi madiramu na ariko no tugire andu a Ngai tutigane na yondo ici ngitwendaga wapendo, tuachane na haya mambo mengine tunayotaka wapendo. Ukirithia nguo cia goro na nduri kamundu na kamuongire haya mavazi ndiramwira mugiuke na matangari no ni uru muno gwikagira nguo cia goro na nduri kamundu na kamuongire. Ni vibaya kuvaa mavazi ya bei ya juu. Afadhali ulete kitu kimoja, useme nilihubiria kijana mmoja. Nani urumuno gushindagwo nginya ni ya epa mena nganga mari ahire gafu. Vibaya kushindwa na kina epa na nganga walileta gabu. Can we say amen? Naweza sema amina. Nituranyitana andu a Ngai, but he was taken care by reject. That's what was done to us and also to me. Aliangaliwa na mtu aliyekuwa amekataliwa. We as a church must go out. Sisi kama kanisa lazima tuende nje. Lazima tutoke nje. Kiarie no nginya uthie nja urehe mundu tigo guo mituaga muhoreria. Lazima uondoke nje. Ucio uhoreri uthie hunjirie mundu no